Kujitambua ni hatua ya msingi katika safari ya mtu kuelekea mafanikio ya kweli, sio tu katika maisha ya dunia bali pia katika maisha ya huko akhera tunakokwenda. Kujitambua kunahusisha ufahamu wa kina wa nafsi, uwezo wa kutambua hisia, mawazo na tabia za mtu binafsi. Katika muktadha wa Kiislamu, kujitambua ni msingi wa tazkia, yani usafi wa nafsi, malezi hayo, na ni njia ya kuelekea utukufu wa kiroho. Nako kujichunga ni mchakato wa kuzingatia na kudhibiti tabia, maneno na hisia ili kuishi kwa busara na mafanikio. Katika Uislamu, kujichunga ni sehemu ya adabu na heshima binafsi na ni njia ya kuonesha uchamungu na heshima kwa wengine. Tunaenda haraka kwa sababu tuna nini kubwa kidogo. Tukianza na kujitambua. Kujitambua ni uwezo wa mtu kutambua hali yake ya ndani. Huko ndani kuna vitu ambapo leo si somo letu, kuna roho, kuna nafsi, kuna moyo, kuna akili. Hivyo vitu vinne vyote viko tofauti katika Uislamu na vimeandikiwa sana. Tutakuja kuzungumza siku moja inshallah. Hii inajumuisha kutambua nguvu na udhaifu wa nafsi. Kwanza ujijue wewe una nguvu gani na una udhaifu gani. Kuzingatia maadili na kuelewa athari za matendo kwa nafsi na wengine, kwa nafsi yako binafsi na watu wengine. Qur'ani na hadithi zinatufundisha kujitambua kupitia tafakuri juu ya nafsi. Kwa hiyo nafsi zetu lazima tuzifanyie tafakuri. Kujua udhaifu na uwezo wetu na kurejea kwa Allah kwa unyenyekevu. Hapa kuna aya na hadithi zinazosisitiza umuhimu wa kujitambua katika Qur'ani na hadithi. Tukianza na aya, Allah anasema wala takunu kalladhi. Qur'ani inaendelea kusema, kwa maana hapa kuna vitu vile. Ukimkumbuka Allah moja kwa moja nafsi yako utaikumbuka vyema. Ukimsahau kumkumbuka Allah na yeye anakusahaulisha, hata nafsi yako kuikumbuka inakuwa shida. Lakini katika aya nyingine Allah anasema wa fi anfusikum afala tubsirun, anauliza swali. Na pia katika nafsi zenu, je, hamuoni? Katika surati Dhariyat Allah hapa Qur'ani inasisitiza kutafakari ndani ya nafsi zetu ili kumtambua muumba na kujua nafsi zetu katika ulimwengu. Kadhalika Qur'ani inasisitiza kwa kusema la yukallifullahu nafsan illa wusaha laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat rabbana ila akhir al-aya. Aya hii inayopatikana katika surati Bakara inasema Mwenyezi Mungu haikalfishi nafsi yoyote ila kwa kadiri ya uwezo wake au iwezavyo. Faida iliyo kufanikiwa maisha hapa na huko tunakokwenda. Aya hii inatufundisha kujua mipaka ya uwezo wetu na kutambua udhaifu na nguvu tulizopewa. Kwa upande wa hadithi zinazosisitiza kujitambua, Mtume SAW anasema al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima baada al-maut. Kwa maana mwenye hekima ni yule anayejihesabu nafsi yake na akafanya kazi kwa ajili ya yale yatakayofuata baada ya kifo. Kwa hiyo wewe hapa duniani, haya maisha manake ya duniani kama vile ni kituo cha kuchuma. Utakapoitambua vizuri nafsi yako, ukachuma vyema, hapa utaanza kuishi vizuri. Lakini na huko vile vile utaishi vizuri. Allah anasema wa man kana fi hadhihi ama wa huwa fil akhirati ama wa adhallu sabila. Duniani atakayekuwa kipofu na akhera atakuwa kipofu. Abdullah ibn Maktum alimwendea Mtume alipochuka aya hii akamuuliza, ya Rasulullah, mimi nimestahamili duniani kuwa kipofu, lakini Qur'ani inasema anayekuwa kipofu hapa na akhera atakuwa kipofu. Sema hiyo sio maana yake. Maana yake yule ambaye hatendi ipasavyo duniani ndio upofu. Katika sura nyingine anasema innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu allati fi sudur. Upofu anaozungumza Allah ni nafsi, moyo, akili kutozituma vizuri hapa duniani. Hapa duniani utaanza kuharibikiwa, lakini na huko akhera ndo maharibiko ya kudumu. Kwa hiyo hiyo ndo mantiki ya mafundisho ya Uislamu kuhusu kujitambua. Hadithi hii inatufundisha umuhimu wa tathmini binafsi, kufanya kazi kwa ajili ya akhera na kuepuka kufuata matamanio bila ya juhudi. Hapa matamanio bila ya juhudi
naomba niweke nukta, si tu kwamba hatupaswi kutamani, hamna, na sio kwamba aya zinazozungumzia lahwi kwa maana lahwi zote ni haramu. Tutakuja kuzungumza siku moja fiki ya vipaumbele hapa. Lahwi ziko za aina mbili, ziko za haramu na ziko za halali, na hizo za halali zikitumika vibaya zinakuwa haramu. Zile za haramu moja kwa moja ni haramu, lakini zile za halali Allah anasema zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisai wal banina wal qanatiri al muqantarati min adh-dhahabi wal fidda wal khayli wal an'am wal harth. Hizi zote ni halali, lakini ndo maumbile yetu. Akasema kul unabbikum bi khairin min dhalikum, akauliza nikwambieni yaliyo bora kuliko haya. Maana yake kuna vitu vinapaswa kutangulizwa kabla ya watoto, mali na vitu vingine, ingawa hivi sio haramu, kwa maana matamanio haya sio haramu. Tunapozungumza matamanio yale ya haramu tuepuke, ya halali tuyatumie kwa mipaka, yasitutoe katika mstari wa vipaumbele. Ndiyo mantiki yake. Umuhimu wa kujitambua sasa. Kujitambua husaidia mtu kudhibiti hisia na mawazo yake, hivyo huzuia maamuzi mabaya. Kwa hiyo ukijitambua wewe mwenyewe utajidhibiti. Wakati mwingine unataka kufanya maamuzi, umekerwa, umetelekezwa, umeshindwa mitihani, unasema bwana mimi niache shule. Lakini kuna jambo muhimu linalosema inna ma'al usri yusra, katika uzito kuna wepesi. Yaani lazima anayepambana siku moja atafanikiwa tu. Ndiyo kanuni ya Uislamu. Kuongeza uwezo wa mtu kujielekeza kiroho na kimaadili. Kwa hiyo ukijitathmini vizuri au ukijitambua vizuri, hata uchamungu wako unakuwa mkubwa kuliko yule ambaye hajifanyii tathmini. Kiwa unasali tu sana, unafunga tu sana, hapana. Ndio maana Mtume SAW siku moja akamkuta mtu anasali msikitini, akamwambia rudi kasali tena, hujasali. Rudi mara 3. Baada ya kusali mara 3, mtu akamuuliza Mtume, ya Rasulullah, ndio uwezo wangu, siwezi tena kusali zaidi ya hapo. Akamwambia unaposali uwe na yakini, uchunge khushui, vitendo, uwe unatambua unachokisema, maana yake uwe unatathmini kila kitu. Hizo ndo ibada. Kwa hiyo ukifanya tu ibada hivyo, unafunga, unaenda hija, unafanyaje, inawezekana tija zisipatikane. Unafanya biashara kimazoea, inawezekana usipate faida. Mwaka jana ulikula hasara, na njia hizo unazitumia mwaka huu, utaendelea kula hasara. Hutoa msingi wa kujifunza kutokana na makosa na kurekebisha tabia. Kwa hiyo binadamu sote sisi tunakosea, hakuna mkamilifu. Allah anawazungumzia wacha Mungu, sio sisi. Allah tujalie miongoni mwa wacha Mungu. Anawazungumzia wacha Mungu, anasema vipi? Wa idha fa'alu fahishatan au dhalamu anfusahum dhakarullah. Wacha Mungu hao wanapodhulumu nafsi zao au wakafanya makosa makubwa, wanamkumbuka Mwenyezi Mungu. Hao ndio wacha Mungu. Sasa sisi wengine wacha Mungu wako hivyo, sisi wacha Mungu shughuli kubwa. Kwa hiyo kupitia kujitambua kunaweza kutoa msingi wa kusoma na kuboresha tabia zetu ipasavyo. Mbinu za kuikuza au kukuza kujitambua. Unawezaje kukuza kujitambua kwako? 1. Tafakuri juu ya hisia na mawazo binafsi kwa utulivu. Kaa peke yako, itathmini, fikiri, na hii ndio ibada kubwa ambayo ndio Mtume alianza nayo sallallahu alaihi wasallam kabla ya kupewa utume. Miaka 35 mpaka miaka 40, kwa muda wa kipindi hicho cha miaka 5, Mtume wa Allah alikuwa anaishi, anakesha, anashinda na kukesha katika ghar Hira, Jabal Nur pale katika ghar Hira. Mtume alikuwa anafanya hiyo ibada, anafanya tafakur, anajitathmini yeye mwenyewe, anaonesha namna gani anajitambua. Tamtambuaje Allah? Watu nitaongozaje hawa? Na vipi? Na yeye nafsi yake anasema yana anajisemea nafsi yake. Kuandika kumbukumbu za hisia na matukio muhimu ili kuchambua mwelekeo wa nafsi. Andika kila kitu, nimeteleza hapa, usimuoneshe mtu mwingine. Unaweza ukaandika kwa maana ya kwenye kitabu, ukaandika moyoni kwako, ukawa unafikiri leo kutwa nzima nimefanya 1 2 3, leo kutwa nzima nimefanya mazuri haya, leo kutwa nzima nimefanya mabaya haya, kesho nitafanyaje, na kesho kutwa nitafanyaje, niendelee. Yaani ni hiyo muhimu sana katika kujitambua. Lakini
kusikiliza maoni ya wengine kwa unyenyekevu na kujifunza kutoka kwao. Hakikisha usijifikirie wewe ni mcha Mungu sana, ukajiona wewe ni msomi wa kupitiliza, ukajiona wewe ndo ushamaliza. Mimi shekhe wangu kanambia nimehitimu, kwa hiyo hapa sitaki kuingiza wala kutoa chengine. Sio kabisa. Darasa zilizopita nilitoa mfano wa Imam Muslim alivyokatazwa na mwalimu wake, lakini baadaye mwalimu wake akajuta kwa kumkataza kwenda kuchukua mawazo kwa Imam Bukhari. Kwa hiyo manake hapa uwe broader minded, akili yako iwe pana kiasi ambayo inaweza kuchukua mawazo ya wengine yakiwa ni mazuri. Hapa utaweza kujitambua vizuri. Lakini tukija upande wa kujichunga, hivi hawa ni watoto pacha. Kujichunga kimaadili, kudhibiti nafsi dhidi ya matamanio na hasira. Kuna matamanio fulani ambayo yanakujia, unasema mimi hapa nataka kuzini, Mungu atuepushe. Mimi hapa nataka kuiba. Kila unachokiona cha wenzako unataka kiwe chako. Haya ni mambo ambayo unatakiwa maadili yako ujirekebishe. Kuna vijitabia vibaya fulani hivi, kila mmoja anatakiwa aviepuke ili ajichunge vizuri. Lakini vile aina ya tatu ni kujichunga kijamii, kufanya maamuzi yenye manufaa kwa jamii na kuepuka madhara. Hakikisha uwe unawafikiria wengine. Mtume Allah anawasifia maswahaba, wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, walikuwa wanawafadhilisha wale muhajirina kuliko wao hata kama walikuwa wanahitaji. Wakati mwingine kuna mambo hata kama ni haki yako yapuuze ili wengine wanufaike. Mungu hayo anayaandika na hayaachi yakapotea. Unaweza ukaona wanadamu hawayaoni, unasema mimi najitahidi kweli hivyo, yaani ndugu zangu kila siku niwasalimie, wao hawanikumbuki. Huyu shoga yangu mauzi na yeye, yaani mimi nisipopuuza hansemeshi tena. Acha, yaani wewe endelea na uhusiano mzuri. Wakati mwingine jinyime wewe, ndio Mungu anakupa. Unawezekana kuna sehemu umeitwa ufanye kazi ina malipo, wasikupe malipo, fanya kama ulishalipwa, au fanya kama hakikutekea kitu. Yaani haya ndio mambo ambayo Mungu huwa anaongeza fungu, utakuja kupata jambo ushangae. Fanya wema, yaani fanya wema, kwa hakika wema Mungu hausahau. Jina, kutengeneza jina ni ngumu, lakini ukishalitengeneza hata kama utakuwa unateleza watu wanasema bahati mbaya, lakini sasa hapo mapema litengeneze jina. Unajua wale Makureshi walikuwa wanampinga Mtume SAW, lakini walikuwa wanajua huyu ni mkweli. Siku mtoto wa kinyume mmoja alienda kumtemea Mtume mate. Mtume SAW akasema, Allahumma sallituhu, Mwenyezi Mungu msalitishe huyu jamaa huyu, mmoja wa mbwa wako msalitishe aliwe na mbwa yaani msalitishe kwa mmoja wa mbwa wako. Mungu ana mbwa wengi. Kwa hiyo Mtume SAW alimwapiza, akasema huyu aliyenitemea mate mbele za watu msalitishe mbele ya mbwa wako. Alivyoenda kwa babake eti Muhammad nimemtemea mate nikamsemea maneno mabaya akaniapiza eti. Babake anamwambia usiseme eti, Muhammad anachokisema kinatokea, hasemi uongo Muhammad. Wewe unafikiria maneno anayoyasema sio ya kweli? Hapana, sisi tunaona vyeo vyetu tu vitapotea tukimtii na kumfuata Muhammad. Anayoyasema yatatokea. Ikatokea ziara sasa, watu wanaenda kwenye safari za biashara, yule mtoto akaingizwa kwenye msafara. Baba mtu anasisitiza, jamani mwanangu, hakikisheni msilale majangwani mpaka mumweke katikati. Huyu ana laana ya Muhammad, kaambiwa asalitiwe na mmoja wa mbwa wa Allah. Naam, watu wamefika jangwani, wanapiga duara, wanalala pembeni, mtoto wa mheshimiwa anawekwa katikati.
Katokea simba, hakujulikana katokea wapi simba, karuka watu wote kenda kumnya. Wasomi wengi wanachenguka akili wakati inapokaribia mitihani, kwa sababu kuna vitu vingi unajidumbukiza manotsi, mavitabu, mathiori na hivi, kisha unawaza mimi nitafeli au nitapasi, na hivi unawaza vibaya tu, mwisho akili inachenguka kwa sababu umeiharibu, umewaza vibaya, hukupangilia utaratibu wa kusoma mapema. Kiislamu katika falsafa nyingi, na katika falsafa nyinginezo, kudhibiti fikra ni ibada ya ndani inayomweka mtu karibu na maadili mema. Mtume wa Allah anajua kwamba mawazo hayaepukiki, lakini ikiwa bado yako mawazoni, hapa tumesamehewa mpaka tukitenda, yani tukichukua action au tukisema, hapo ndipo tunapohukumiwa. Mwingine inasababishwa na mihemko, umri umeshaenda, kuoa hataki, kuolewa hataki, lazima hayo yanakuja, hapati usingizi mzuri, hali chakula cha afya, hiyo mihemko inakuja tu. Kwa hiyo ni lazima tujichunge, lakini tuchukue zile sababu za kujichunga. Hadithi hii inatufundisha kujichunga ulimi na matendo, kwa sababu hayo ndiyo yanayoandikwa na malaika na kuhesabiwa. Panasema maneno yanakuwa makali kuliko upanga, yanachoma. Usiwakemee wenzako, usiwatusi wenzako, usiwaambie maneno mabaya, yanabaki yanajeruhi vibaya sana maneno. Usiseme eti kwa sababu maneno sio silaha, wewe sema unavyotaka. Mtu sio samaki, mbele za watu anawezekana akaonesha kwamba hayajamgusa, akikaa peke yake mkanda wote ule unajirewind, unajirudia upya, yanamuathiri. Anaweza akakosa usingizi, akajifikiria. Hujamsikia rais mwenda zake alisema, nyinyi mnanichora nikiwa na nundu, sasa nikiwa peke yangu naangalia kwenye kioo, hivi ile nundu nayo sina. Yeye anajua kwamba hana, lakini akiwa peke yake vipi? Yanarudia yale, yanajirudia. Hiyo ndio nature ya mwanadamu. Allah amemuumba hivyo mwanadamu, sio samaki kwamba ukienda ukimvua ukimkosea basi. Sio hivyo, sio hivyo. Mtume SAW anasema man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Yani mwenye kumwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho na aseme la kheri au anyamaze. Kileo sio lazima yatoke mdomoni. Maneno ya kileo, SMS, status zako kwenye Facebook, kwenye YouTube, kwenye hivi vitu vinaweka rekodi. Kuna siku atatafutwa msomi mwenye sifa kama zako, lakini ukipelekwa kwenye nyumba ile ya ukaguzi, watu wanaangalia kwenye mitandao yako. Kitu cha kwanza, jina lako likipelekwa tu, kwa nchi zetu utaangaliwa ni mwenzetu sio mwenzetu, cha kwanza. Haya, ukijulikana unazo sifa, pili, haya hebu tuende kwenye mitandao ya kijamii. Yaani enzi za leo maneno ni mkuki mkubwa kwenye mafanikio yako. Chunga sana, jichunge sana. Unaweza kuona umeweka tu status ndogo, mtu akaisnap ile, kesha akaweka kumbukumbu. Kama vile Mwenyezi Mungu alipotuwekea rakibu na atidi, nchi zetu vile vile zimetuwekea hao watu. Hao watu wapo, wenyewe wana kauli yao, wanasema ulipo tupo. Hao wapo. Sasa hao jina lako lishapendekezwa, wewe ndio uwe mheshimiwa wa kitengo fulani kule. Unaona kila siku, mimi sina bahati, ulijikosesha mwenyewe kwa maneno yako. Tunaelewana jamani? Jichunge, ufanyeje? Ufanikiwe. Haya maneno kwa enzi za leo sasa shughuli yake. Maana kwa akhera kuna hesabu, lakini na hapa duniani kuna malipo. Mtume wa Allah, sikilizeni, Mtume wa Allah kadhamini pepo. Yaani kuna zawadi ya pepo, kama unaitaka jichunge leo. Mtume wa Allah kadhamini pepo kwa vitu vitatu. Kasema na kudhaminini pepo ya Allah mkichunga kilichopo kati ya midomo miwili. Nini hiyo? Ulimi, maneno. Kuna pepo ya Allah. Akasema na dhamini tena pepo anayechunga kilichopo baina ya mapaja mawili. Mimi sikijui, mnajua wenyewe. Kilichopo baina ya mapaja mawili.
anachunga zinaa, ukiachana na zinaa. Tunaelewana jamani? Hivyo vitu ni muhimu, ni vizito, sio mchezo. Ukiviweza hivyo, shughuli yake sio ndogo. Tatu, ukiwa kwenye kundi la watu, chunga tabia yako. Tuko kwenye mujtama hapa, tumeletewa chakula. Ukitaka kumjua mcha Mungu, kiletwe chakula hapa, utamuona kama hajawahi kula. Kwa hiyo ukiwa kwenye kundi la watu, chunga tabia yako. Tabia ya mtu mbele ya jamii huakisi malezi. Wewe unajulikana umelelewaje, mbele za watu ndo wanakujua. Elimu na maadili. Saidna Omar aliagiza magavana wake, pendekezeni gavana mwingine. Akapelekwa mtu, jina limepelekwa, akauliza, huyu mnamjua? Tunamjua. Mnamjuaje? Mmetembea naye? Hapana, sio kutembea kwa leo, yaani mmefanya naye safari. Maana siku hizi ukisema kutembea naye ni kuzini naye. Umefanya naye safari? Akasema hapana, sijasafiri naye hata siku moja. Uliwahi kula naye? Kula naye sijawahi. Kulala naye uliwahi? Sio kuzini, yani kulala pamoja tu. Sijawahi kulala naye pamoja. Akasema humjui huyo, humjui. Ukitaka mtu umjue, tembea naye, safiri naye, kula naye, laleni pamoja, hapo ndo utamjua.